Mtazamaji wa Maximum TV, karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa kabisa cha Sad Moment kupitia hapa Maximum TV, kipindi ambacho kinaangaliwa na watu wengi sana. Ni kipindi ambacho tunatangaza watu wenye matatizo mbalimbali, tunawaleta kwenu na nyinyi mnawasaidia. Leo bwana, niko Zanzibar. Bado niko Zanzibar hapa, kama ulisikia taarifa hata kwenye magrupu ya WhatsApp yetu tulirusha, niko Zanzibar na tunafanya mirejesho baadhi ya watu tunawapitia mbalimbali. Na hapa nimekutana na binti wa miaka 13 ambaye anasumbuliwa na tatizo la macho. Ni binti mdogo, hatujui tatizo lake limetokana na nini. Hapa niko hapa naye atanielezea. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Angalia kumbe. Unaitwa nani? Nuru. Unaitwa Nuru. Nuru, una miaka mingapi? 13. Unasoma? Ndio. Unasoma ngapi? Darasa la 4. Darasa la 4. Nuru, mama yuko hapa? Matemu. Matemu. Hapa unaishi wapi Nuru? Hapa nyumbani au unaishi na mama? Naishi na bibi. Unaishi na bibi hapa hapa? Nuru bwana, nimesikia una matatizo ya kutokuona. Tatizo lako lilianza lini kutokuona? Nimeanza zamani. Zamani. Kilichosababisha wewe usione nini? Hujajua. Ilikuwaje sikio? Hebu niadisie, ilikuwaje mpaka unaamka unakuta uone? Ilikuwaje? Uliamka tu asubuhi ukajikuta uone? Kwa ulikuwa uone, ulimuita nani? Ulikuwa umelala au ulikuwa tu uko unatembea ghafla ikakushika upofu au ulikuwa unafanyaje? Ulikuwa nipo shule. Uko shule. Ghafla tu ukawa uone. Ulivyokuepo pale shule ghafla ukawa uone tu. Ulimuita nani na nani pale shuleni? Dadangu. Dada yako. Sasa shuleni unasoma na dada yako? Ina maana sasa huyo dada yako ulivyomuita ulimwambiaje? Niambia sioni, akaja kusema nyumbani. Kwa pale shuleni ukachukuliwa ukashuka mkono mpaka nyumbani. Hebu niadisie, ulivyofika hapa nyumbani, mama alikwambia nini au ulipelekwa hospitali? Nilipelekwa hospitali. Ulifika hospitali akakwambiaje? Sema basi. Aliniambia kitu. Tatizo unahisi nini? Nimeanzia wapi hospitalini? Unakwambia hivi kuna kitu chochote ambacho kimeingia kwenye jicho au? Sijui. Kilichoingia kwenye jicho. Ina maana sasa hivi hata nimesikia umetoka chuo. Ina maana chuo unasomaje na wewe huoni kabisa? Nasoma kidogo. Ina maana watu wanakusomea unakalilisha kichwani? Hebu niambie, uko shuleni kwenu sasa bado unaenda? Unaenda? Sasa kama unaenda shuleni unasomaje sana wewe huoni kabisa? Nipelekwa, lakini naenda kukaa na wenzangu tu. Naenda kukaa na wenzako, na ina maana umeonekana kama umeenda shule. Ukifika uko shuleni wenzako wanakuambiaje? Ananiambia kitu. Sasa kama ukitaka kujua hiki ni choo, hii bakuli au hiki kijiko, hii chai, unafanyaje? Au nani, kuna watu wanakuwa wanakuletea wanakushikisha mkono? Unaletewa na watu. Mtazamaji wa Maximum TV, ngoja niongee na mama yake ambaye anamlea, yuko hapa kidogo, atatupa maelezo kamili kuhusu jambo la huyu mtoto. Wa alaykum salaam. Bibi hali? Salama. Pole. Asante. Huyu ni mtoto wa nani yako? Huyu mtoto wa dadangu. Dadako? Ndio. Kwanza, wa pili au? Watatu. Ndio. Niambie tatizo lake ulilianzaje? Tatizo lake mwenyewe alikuwa akisema, mie sioni vizuri. Sioni, unajua tena tu wakiambwa vile wazee wanakuwa mtoto tu kawaida yake kusema. Sasa kukakaa tunamwona vile akenda na pepesuka, kikaa atatembea barabarani haoni. Yeye anaweza kutazama kule gari ipo lakini anasema hakuna gari. Kashakosoa kupondwa mara 3 hapo alipo. Tushahangaika, madua, makombe, tunashukuru Mungu mpaka sasa hivi ndo huyu hapo. Tunaenda, tumesema asende popote kwanza, akae nyumbani tu. Lakini kila asende popote, asende chuoni, asende skuli. Tunamkosesha haki zake za msingi. Tukaona bora tumpeleke chuoni, anafuatana na wenzio, akamatwe mikono skuli, akamatwe mikono skuli, haandiki.
anaitikia tu akisoma basi, lakini ubaoni haoni, buku halioni. Hapo ndo hivyo ndo tunavyomuona hapo mbeleni yenu, ndo hivyo. Tushahangaika pa kuhangaika na dawa zake. Mitihani tumeanza kutafuta miwani, tukampa miwani, inamuumiza macho. Tumehangaika kwingine, ndo hivyo. Ndo hapa walipofikia sasa hivi, tukaona bora tumwachishe tu, tumpeleke hospitali. Tushahangaika hospitali, tunarejea tena hospitali hivyo. Hapo alipo chuoni anakwenda, skuli anakwenda, skuli asijaenda peke yake, na akirudi akamatwe mkono, akenda akamatwe mkono, na asipokwenda mtu skuli kwenda kumchukua, basi anakaa analia, maana ndo hana mtu wa kumrejesha nyumbani. Anahofia barabara kubwa hapo. Huko hospitali ulivyoenda, tatizo lake kubwa zaidi wamekwambia ni nini? Walituambia macho. Ndio. Wakwambia inapona. Walituambia inapona ndio. Sasa tushahangaika huko hospitali. Mwisho habari juzi walipokwenda akaambiwa mama tuhangaika na kwenye madua. Ndio tumefikia sasa hivi tunahangaika huku chuoni kwenye dua na huku kwenye hospitali. Ndio tunakohangaikia sasa hivi. Sawa. Na mamake huyu yuko wapi? Mamake hakai hapa. Shamba. Kwa shamba. Ndio. Baba analelewa na nani? Analelewa na mdeamie, mamake mdogo. Unakaa naye? Ndio, ndo ninakaa naye. Nyumbani huyu anaishije na wenzake hapa? Hapa anaishi hivi. Akitaka kwenda kucheza nje, akamatwe mkono, akae kama hapo chini ndo acheze tena na wenziwe. Akijisikia sasa nataka kwenda zake nyumbani, anagusa pana nondo pale, akamate nondo, aingie ndani, akapapase na mlango, aingie ndani mwao. Sawa bana. Mtazamaji wa Maximum TV, nadhani umesikia maelezo ya huyu mtoto, ni jinsi upofu wake ulivyoanza. Wewe unahisi ni nini hasa kutokana na hospitalini wamekwambia macho na wamekwambia uwezekano wa kupona upo Ndio. Walikwambia kunahitajika nini na nini huyu mtoto aweze kupona? Tuhitajika hapo zaidi ni pesa. Ama shinga? Maana hiyo dawa yake tu, dawa zake zote nilizokwenda kuzinunua 60,000 ni mbamba haya mawili. Dawa zake anazitumia kwa siku au matumizi yake kila siku? Ina maana atakuwa kila siku tu 60,000 kila siku. Yani nikishanunua baba zake moja mawili hayo kwa 60,000 anakaa mwezi huu mmoja. Hiyo ni nusu dozi. Akipewa hiyo 120,000 na kuwa anawezekana kupona. Hiyo 120,000 sio kama anawezekana kupona. Hapana. Hiyo yani atumie dozi hizo kwa mfano ya mwaka mzima. Yani yeye zikisha dozi tukanunue tena 60,000. Ikisha dozi tukanunue tena 60,000. Au tupate 120,000 tukanunue dozi ya mwezi mzima. Hapo ndapata angalau kufumbuka macho. Tatizo hasa alokuambia ni nini yani inayomsumbua mtoto? Madaktari mpaka sasa hawajatambia tatizo gani linalomsumbua, ila wanatuambia tu msikate tamaa, mtoto ataona. Tukihangaika huku kwenye madua tunaambiwa huyu mtoto mzima, ila hatujui kasubika na kitu gani. Una chochote unachokihisi? Na mimi ninachokihisi kusema la ukweli sikijui. Maana mimi ni mama mdogo tu, ndo naishi naye tangu mdogoni mwake mpaka hapa alipofikia. Vitu gani vigumu sana ambavyo anavipitia mtoto ambao wewe ukimwangalia unamuonea sana huruma? Maana vitu vingi tu vigumu ambavyo vinapatia shida. Kwanza mwendo wake, pili wenzio konjo wanamuita majina ya maajabu, wanamuita pofu. Na mimi kusema la ukweli kitendo kinachokichukia kama ni hicho hapo. Wenzio konjo wanamuita halioni lo, pofu kubwa. Kusema la kweli hata sio wewe, hata wewe mwenyewe ukaja ukasikia kitendo kama hicho hapo, kitakuumiza kweli. Maana yeye hajajiumba huyu ni kama hajajitakia we hivi. Alikuwa akiona buku hapo anasoma, alhamdulillah ufahamu wa kusoma anao, nashukuru Mungu. Lakini kilichomtokezea ni hicho hapo. Hafla tu macho yamezima nuru. Sasa anaitwa nani ulisema? Anaitwa Nuru. Nuru. Kuna watu sasa hivi wanakuangalia kupitia Maximum TV, unawaambia nini?
wakusaidia. Wanisaidie. Ufanyaje? Nisaidie. Kusaidia uweze kupona. Uweze kuona tena. Ulikuwa unatamani ukiwa mkubwa ukisoma unataka kuwa nani? Daktari. Kwa nini unataka kuwa daktari? Nataka niwasaidie wenzangu. Nataka kuwasaidia wenzangu. Hebu wasi watu watazamaji wa Maximum TV wanaokuangalia hapa waweze kumsaidia huyo mtoto. Mimi naomba wamsaidie tupate angalau changamoto zilizokuwa sasa hivi za binadamu, apate elimu yake kama kawaida, macho yake yarudi kama kawaida, apatiwe msaada wowote ule mtu anaweza kumsaidia, basi namsaidie. Mtazamaji wa Maximum TV, mimi naona ngoja niishie hapa. Naomba kwa hali na mali tuweze kumsaidia huyo binti. Ni binti mdogo na miaka 13. Ana baadhi ya ndoto zake anatamani atimize naye sasa hivi. Kama alivyokuambia anataka akiwa mkubwa anatamani kuwa daktari aweze kusaidia watu. Kwa kuomba na kusiwe ama unasikiliza hapa unatazama Maximum TV, naomba tumsaidie huyu binti. Asante sana, mimi ni Fabian Saka. Nyuma kamera niko na mwanangu Nyoso. Till next time.